The Boss and the Manager sehemu ya pili. Tunakumbuka kwamba Madam alimfukuza DC usiku, DC akabako huko alikokwenda usiku, na mwisho wa siku ikapelekea kifo, na Madam akapata kesi kama yeye ndo aliyesababisha kile kifo kwa sababu alimfukuza mfanyakazi usiku bila kujali haki za kibinadamu. Lakini kesi ikaenda mahakamani, Madam alishinda, lakini kwa sharti moja lilopewa na hakimu kwamba hakikishe hafukuzi mfanyakazi yoyote ndani ya miezi 6. Lakini Madam aliporudi nyumbani akampa story nzima rafiki yake Mary kwamba amepewa hukumu ya kutokufukuza mfanyakazi yote ndani ya miezi 6 na akikiuka atakwenda jela kwa miaka 30. Lakini Mary hakuwa na kaba, akaja akamwambia mlinzi, akampa mlinzi milioni 10, akamwambia kwamba hakikishe kwamba atafukuzwa na Madam. Kwa lugha rahisi tuliona kwamba Mary anataka rafiki yake Madam aende jela. Lakini muda huo wakati wanapiga story chumbani, Charity naye alisikia kila kitu. Tukumbuke kwamba Charity alikuwa na kisasi na Madam kwa sababu DC alikuwa ni rafiki na Charity. Kwa hiyo Charity aliona kifo cha rafiki yake kimesababishwa na Madam. Kwa hiyo Charity akaapa kwamba atahakikisha anafukuzwa humu ndani ili mradi Madam aende jela miaka 30 ili kulipiza na kutimiza kiapo chake ambacho amesema lazima alipe kisasi cha kifo cha rafiki yake. Patamu hapo. Sasa tuanze pamoja ndugu zangu. Mimi naitwa Seda, tundoke na sehemu ya pili. Sasa hapa Madam anakwenda kazini asubuhi, anakuta sebule imechafuka vibaya mno, sebule iko chafu vibaya mno. Anauliza, "Nyie mabinti, imekuwaje sebule yangu chafu?" "Madam, kama ulivyosema, sebule ni ya kwako. Sasa kwa nini usifanye mwenyewe usafi?" "Hivi wewe binti unajielewa unachokiongea? Wewe ni kichaa, si ndio? Wewe mbuzi unajisikia?" Madam. Kwa mbuzi angekuwa anakufanyia usafi na kukupikia chakula humu ndani. Wewe binti unaniletea ukichaa, si ndio? Sasa nisikilize, nishachoka. Humu ndani ingia chumbani kwako. Nikusaidie Madam. Unachojua ni kusema kabebe ambacho ni cha kwako na uondoke. Unajua kufukuza watu, hamna unachojua kingine. Sawa, naondoka na kuachia nyumba yako mama. Charity kafurahi kwa sababu anajua hapa akitoka tu manake bosi ameenda jela na kisasi chake ambacho kimesababisha kifo cha rafiki yake kitakuwa kimeshalipwa. Lakini bosi akataka kuondoka, kichwa kikamuuma, akakumbuka kuna jela. Akarudi, hebu nitie Charity, hebu nitie. Charity, nisikilize. Unataka kunihukumu kwa sababu ya upumbavu wako, si ndio, na uvivu wako? Kwa nani anataka kukuhukumu? Joy anasema mtulie basi Charity. Bana na wewe. Si uniache. Hebu nisikilize Charity. Nitajifanya kama sijaona chochote ulichokosea. Lakini ukirudia tena, Charity, ukirudia tena, utakuwa ndo mwisho wewe kuwepo mundani na nitakufukuza. Unifukuze, kwani mimi nimekuomba usinifukuze? Kwani wewe vipi? Joy anasema, "Joy, hebu niache." Madam anaondoka. "Joy, hebu nisikilize. Nisikilize kitu kimoja. Ushakumwona Madam anamfukuza mtu alafu baadaye anaahirisha? Nimeshakwambia hawezi kumfukuza mtu humu ndani. Ameambiwa akimfukuza mtu anaenda jela huyu miaka 30. Unafikiri atakubali? Huyu ndo kasababisha kifo cha rafiki yetu, amemfukuza usiku mpaka akabakwa akafa mtaani. Sasa lazima tusababishe atufukuze mpaka aende jela tulipe kisasi cha rafiki yetu. Hebu niache na wewe bwana. Utaendelea kuwa mtumwa na kupelekeshwa mpaka lini? Mjinga wewe. Ni Madam katoka kazini, anapiga honi getini zaidi ya dakika 5. Sam ambaye ni mlinzi wake hajaja kufungua kabisa geti. Lakini Joy ambaye ni dada wa kazi wa ndani anashuka kutoka gorofani, anakuja getini, ndo anayekuja kumfungulia Madam geti. "Hey, Sam yuko wapi? Mbona hajaja kunifungulia geti?" "Samahani Madam, Sam katoka, wala hajasema anakoenda. Kasema tu ana mitikasi yake na hataki kuingiliwa. Kaacha funguo hapo, ni tangu asubuhi mpaka sasa hajarudi." Inawezekanaje? Yaani mtu anajiamulia namna ambavyo anafanya kazi kwangu. Unajua nini? Sasa mwambie atakaporudi tu achukue kila kitu chake na aondoke. Ameshafukuzwa. Ataacha akaunti yake ya benki mezani, nitamwekea pesa yake. Sawa? Yaani humu ndani kumewaka moto. Yaani Sam na Charity kila mtu anahakikisha paka afukuzwe humu ndani. Madam lazima aende jela. Sam kalipwa milioni 10, Charity anataka kulipa kisasi cha rafiki yake marehemu DC. Patamu hapa. Hii ni saa 6 usiku, inakaribia saa 7. Ndo Sam anarudi ndani, alafu kapendeza, anarudi hana habari. "Sam, umetoka wapi?" "Nilienda kumuona rafiki yangu." "Rafiki yako? Rafiki yako kivipi na umeacha geti wazi, hujafanya kitu chochote cha maana? Una akili wewe?" Sasa hapa ni nani ambaye hana akili? Wewe umesema hutaki wageni waingie hapa ndani kwako. Sasa ulitaka mimi niishi vipi kama mtoto wa kiume? Kwa imebidi niende kuonana na huyo rafiki yangu huko kwake, ndo narudi sasa hivi. Hivi nyinyi mnataka mnione mimi chizi, si ndio? Mnataka mimi nione mimi chizi, si ndio? Wewe sio chizi, lakini tatizo unaweza kumfukuza mtu usiku alafu akaenda akauliwa huko. Sasa kwani kile kifo mimi ndo sababu? Mimi ndo nimesababisha, mnataka mnihukumu mimi, si ndio? Kwani mimi nimewakosea nini nyie? Mimi nimewakosea nini? Calm down. Shuka chini Madam. Mbona unapayuka sana? Hebu toka bwana, toka.
Madam anahisi kama anataka kupasuka. Kazi anayo. Asubuhi anaamka anakuta gari halijaoshwa. Sam, si nikwambia uoshe gari? Sam akasema bwana mimi nimechoka, jana nimechelewa kurudi. Alafu akawa anaondoka kwa dharau, yani hataki kuongea maongezi mengi. Madam anamuita, Sam, unanidharau? Lakini madam, kwani hauwezi kuongea bila kushauti? Kwa nani anashauti? Wewe hapo na unanifokea. Mimi mbona sifoki jamani, mbona sifoki? Hebu kanifungulie geti kwanza. Hebu kanifungulie geti na utaendelea kuwa mlinzi hivyo kila siku. Naenda kufungulia, lakini hebu acha kunifokea bwana. Yaani madam anahisi kama anataka kufa vile, anaona kama humu ndani yani aisee wamemweza. Jioni madam katoka kazini, lakini Sam hayupo getini pia. Mvua inanyesha, madam kafungua geti mwenyewe, kaingia ndani mwenyewe, kaja karudisha geti mwenyewe. Maskini ya Mungu analoa na hawezi kuwafukuza watu mundani. Sam anatokea uani, anasema nilikuwa uani. Pole madam. Pole ya nini? Kwa nini mnanifanyia hivi lakini? Kwa tunakufanyia nini madam? Mbona mnanitesa hivi? Kwani mimi nimewakosea nini? Kwa kuwa mnaona siwezi kuwafukuza, si ndio? Kwani mimi ndo mbaya kiasi hiki jamani? Mimi ndo mbaya kiasi hiki? Madam akaingia paka chumbani anajiuliza, jamani kwani mimi nimewakosea nini? Kosa langu ni kuambia mfanye majukumu yenu ambayo mimi nawalipia mishahara ama? Mimi ndo kosa langu. Sasa kama mtu ufanye kazi vizuri nikikufukuza ni kosa langu. Mbona watu wananitesa namna hii? Akamuita rafiki yake Mary. Anamwambia, unajua wananichanganya wafanyakazi humu ndani. Tena huyo mpumbavu huyo mlinzi huyo Sam ndo kabisa ananichanganya. Yaani kila kitu anafanya makusudi, sijui anataka nimfukuze mimi niende jela. Lakini si mfukuze tu. Lakini nimekumbuka. Kwa nini usimfanye yeye mwenyewe ndo aache kazi? Mary, ukumbuke kwamba akiacha kazi bado hakimu atasema mimi ndo nilikuwa chanzo cha yeye kuacha kazi, kwa bado nitaenda jela tu. Tukumbuke kwamba lengo la Mary ni huyu madam aende jela kwa sababu alishamlipa milioni 10 naira mlinzi Sam ili Sam afanye vituko paka afukuzwe huko ndani. Kwa kifupi madam ni kama kaekwa mtukati paka na rafiki yake, alafu ajui wapi pa kutokea. Patamu humu ndani. Asubuhi madam anaenda kazini, anasogea katika meza yake ya kupata breakfast, anakuta Sam anakula breakfast yake ambayo ameandaliwa yeye. Sam, mbona unakula chakula changu? Sasa mimi nina njaa, mimi ni mlinzi na mimi ni mwanaume. Unataka mimi ndo niende jikoni kupika ama? Akaenda jikoni madam anachungulia kweli hamna chakula kingine. Sam, kwa nini sasa umekula chakula chote? Kwani madam hautaki mimi nile? Ndiyo, ndo ule kwenye sahani yangu na ule kwenye meza yangu. Kwani hivi wewe madam unatuona sisi ni wanyama au kwamba hataki kula unapokula wewe na sahani unazotumia wewe, si ndio? Unatuona kama sisi ni wanyama ama? Sasa nisikilize, nimechoka upumbavu wako humu ndani. Ingia ndani, beba vitu vyako na uondoke. Si ndicho kitu ambacho nataka kusema? Una kitu chochote ambacho wewe ni bora tofauti na kufukuza watu? Kwa umeamua kunifukuza pia, si ndio? Samu akakaa chini, anakula taratibu, hajari madam anafanya nini. Madam anatoka nje amechanganyikiwa, pressure imempanda, anaona watu watamuua humu ndani. Lakini kweli mbona anaona wenzake kama wanyama huyu? Hii tabia kapata wapi? Madam aliingia kwenye gari lake, alilia sana. Akaona kwa nini watu wanamfanyia namna hii. Madam alilia sana. Na wanamfanyia hivi ni kwa sababu wanajua hawezi akawafukuza, ama wanamfanyia hivi ili mradi aende jela makusudi. Na huku ndani Sam anajisemea kwamba Sam, hakikisha unafukuzwa, ushapokea milioni 10 ya watu. Hakikisha unafukuzwa humu ndani dili likamilike Sam. Kwa Sam akawa amekuja na wazo jipya. Jioni akaenda kuleta pisi 2, akakula nazo party sana, wakanywa mitungi mingi sana. Sam mpaka kalala kwenye kochi mpaka usiku. Madam anarudi kutoka kazini, hajamfungulia geti wala hajasikia mpaka madam anavyoingia humu ndani. Madam hasira ikae imezidi, akamwambia Sam, bwana unanipigia kelele bwana, kichwa kinaniuma. Kichwa kinakuuma nini? Kichwa kinakuuma mbuzi wewe. Mnaifanya nyumba yangu mimi kama baa. Nimechoka, hebu mtoke humu ndani. Toka Sam, ondoka nyumbani kwangu. Okay. Umeona hiyo ndo suluhisho la kunifukuza. Okay, mimi naondoka. Madam akaingia chumbani analalamika, jamani, kwani mimi ni mtu mbaya? Mimi sitaki. Lakini nitaenda jela. Lakini kwani wananikwaza hivi? Mbona nawalipa vizuri? Madam akaona hawezi kwenda jela, ikabidi aende kumkimbilia Sam tena. Sam kashabeba begi anataka kuondoka. Sam, tafadhali, naomba usiondoke. Nisiondoke? Nini tena? Mara ondoka, mara usiondoke, na kufukuza, mara sikufukuzi. Mbona ueleweki wewe? Hebu kuwa na kauli moja bana.
Okay fine, sawa. Wote naona mnataka niende jela, mnataka mimi nikafungwe kwa sababu mnanifanyia mimi sio mtu mbaya. Kwani mimi mtu mbaya? Mimi sio mtu mbaya. Na ambacho nakiomba nyie watu mfanye majukumu yenu vizuri kwa usahihi kama ambavyo mimi nawalipa mishahara yenu katika muda sahihi na siku sahihi. Mbona kama mnanifanyia hivi mnataka niende jela makusudi? Okay, nimekubali. Wote hamnipendi. Madam anakaa chini. Okay. Hamnipendi. Haya, nitaenda jela. Nimekubali. Nitaenda jela. Madam analia. Sam kibinadamu, nafsi ya ubinadamu, huruma ikamjaa Sam. Akamwonea huruma madam. Ikabidi aende akachukue maji, akamletea maji madam. Akampa pole na yeye akakaa chini kuweza kuzungumza na madam. Sam akamwambia kwa upole sana madam. Akamwambia kwamba kuna muda sio lazima mpaka ukawa unafoka kwenye kila kitu. Kwani unahisi mimi nafoka sana eh? Ndio. Wewe kila jambo kwako unafoka, sio sawa. Lakini mimi natamani muwe mnafanya majukumu yenu Sam. Mbona mnaniona kama mimi sina akili timamu? Hakuna ambaye akuoni kama una akili timamu. Wakaongea mengi pale ikapita, lakini leo tunamwona madam ameshuka kwenye ngazi zake akiwa na utaratibu na sura ya kipole kidogo, analeta mikataba ambayo inaonyesha majukumu ya kazi ambayo yamebadilishwa. Joy anapokea kwake anasema, madam, unataka mimi nichukue nafasi ya Charity, yani nifanye kazi yangu na Charity ama vipi? Utafanya kazi ya Charity, lakini pia nitakuongezea na mshahara wako mara 2 ambao nilikuwa nakulipa. Kwa maana yake unataka mimi niwe nalala hapa, si ndio? Ndio. Sasa Joy ana mtoto. Charity anasema, kwa hiyo unamaanisha mimi niwe nakupikia wewe, si ndio? Ndio. Kwani kuna tatizo kuhusu hilo? Ndio. Kwani kila mtu abaki kwenye nafasi yake, si uajiri huyo mpishi bwana? Mpishi alikuwa polisi hapo, umesababisha paka kifo chake. Sina pesa ya kuajili mpishi. Kwa hiyo wewe ndio utakuwa mpishi wangu. Na wewe Sam? Na madam, tafadhali hebu fagia tu hapo nje. Osha geti, osha gari, nifungulie geti, funga gari. Fanyeni tu majukumu yenu, sawa? Sawa madam, nitafanya hivyo. Vipi, kuna mtu mwenye swali lolote ama maoni? Hapana madam. Basi haina shida, wote muwe na jioni njema. Kwa mara ya kwanza leo tumemwona madam akiongea akiwa na utulivu sana. Akiwa na utulivu kweli kweli. Ni kama ameanza kubadilika ama? Hebu ngoja tuone. Joy anasema, anamwambia Sam kwamba yeye ana mtoto. Sasa nawaza sijui mtoto wake itakuwaje akiwa analala hapa. Sam anamwambia, lakini madam ameuliza mtu mwenye swali ama mwenye maoni aongee, wewe kakaa kimya, una maana gani? Sam, naogopa. Si unamjua madam, unaweza kuongea akakufukuza. Okay, haina shida. Nitajaribu kuongea naye kama na mimi atanielewa. Leo madam anamka asubuhi, ukumbuke kitengo cha upishi alikibadilisha, akampa Charity kichaa ambaye ana uchungu na kisasi na madam. Anafika mezani, kahawa bado, anamuita zaidi ya mara 3, Charity hajaitika, lakini analeta kahawa akiwa kimya kimya. Madam anakunywa hii kahawa na muda huo tunamuona Sam anapita, anasalimia lakini madam hajajibu. Madam hii kahawa akaona ina ladha mbaya sana. Charity, kahawa gani? Mbona mbaya? Unajua atakupika. Ndio maana umefeli, umekuwa hapo dada wa kazi, maisha yako yamekuwa mabovu. Wewe hata kitu kidogo tu huwezi kukifanya kwa usahihi. Binadamu gani wewe? Sam anasema, lakini madam, ungekaa kidogo kamsikiliza huyu binti ana shida gani, kwa nini kafeli kuipika kuliko unamfokea. Nini? Madam, mimi sijui kupika, sasa mbona unanifokea? Mimi kosa langu liko wapi? Sam anasema hivi, madam nisikilize tafadhali. Ndio najua amekosea, lakini ukisema unaondoka haunywi sasa hivi kahawa, alafu unafoka, na kesho atapika hivyo hivyo tena, utaendelea kumpokea hivyo hivyo tena. Kitu pekee ambacho kinatakiwa hapa ni kaa chini, muelekeze kwa utaratibu afanye nini ili kesho aipike kahawa hiyo kwa usahihi kabisa. Basi madam akamuelewa sana. Kwa hasira hivyo hivyo akakaza roho. Akamwambia hebu leta viungo. Basi akaleta viungo vyote vya kahawa pale. Akaanza kumuelekeza Charity kimoja baada ya kingine, unaweka hivi, unakoroga hivi, alafu akainywa akasema, "Yes, hii sasa ni kahawa. Umeona ambavyo iko tamu. Sasa kesho naomba upike hivyo hivyo." Charity akachukua akaondoka zake. Sam akasema, "Vipi? Umeonaje? Kwani imekuwa ngumu?" Ni ngumu na inauma sana, inachoma. Yaani nasikia hasira. Lakini italeta maana kubwa sana kesho ukikuta kahawa imekuwa ni nzuri sana. Ndio, haina shida. Kama kesho kahawa itakuwa ni nzuri kuliko nilokunywa leo, basi haito niuma hasira zangu na uchungu ambao nimeupata hapa kumuelekeza mtu ambaye namlipa kazi ambao ilibidi awe professional. Basi akaondoka, lakini madam akaacha neno moja kidogo kwa Sam lenye matumaini kwamba, "Sam, asante." Inaonekana madam kuna roho imeanza kumuingia.
Joy anamfuata, wewe umefanyaje kwa madam? Mbona madam kama ameweza kubadilika? Mimi nimemuelekeza tu namna nzuri ya kuongea na wafanyakazi wake. Mtu akikosea unamuelekeza kwa utaratibu. Anatokea Charity, Sam, kwa nini unamsaidia huyu mama? Kwa nini unamsaidia huyu madam? Namsaidia au nakusaidia wewe? Nimefanya vile akuelekeze ili kesho usifokewe. Mimi nataka nifokee, mimi nataka nimuone anavyoteseka. Kama yeye ambavyo ametutesa humu ndani siku zote, nataka kumuona ambavyo naye anateseka. Wewe unamsaidia nini? Lakini Charity unachokifanya sio kizuri. Na yule ni binadamu. Ni binadamu amsababisha rafiki yetu amekufa. Ni binadamu rafiki yetu amekufa. Nyie mmesawe. Nimesema hivi, nitafanya kila kitu ambacho kinawezekana mpaka nifukuze mpaka aende jela madam. Wajinga nyie. Sisikila mkuu wala la kuvunjika guu. Yaani humu ndani mpaka nifukuzwe na ni lazima aende jela miaka 30. Lazima akanyie debe mjinga yule. Aise. Kuna watu wana kisasi, ogopa dada wembamba. Na masaa machache mbele tena tunamuona Mary anamlalamikia sana Sam. Anasema nimekupa milioni 10 yangu naira, lakini mpaka leo naona bado unafanya kazi, hujafukuzwa, umevaa vazi lako la ulinzi kama kawaida. Ndio nimevaa vazi langu kwa sababu alitaka kunifukuza akaniomba msamaha. Kwa hiyo umeomba msamaha na wewe ukabaki, si ndio? Kwa nini usiondoka kati ameshakufukuza? Ningeondoka vipi? Kwa sababu angekuja kusema mahakamani kwamba aliniomba msamaha. Kwa hiyo kama ningeondoka, sikuondoka kwa sababu ya kufukuzwa, ningekuwa nimeondoka kwa sababu yangu binafsi. Kwa hiyo asingeenda jela. Sawa? Mary anachoka, anaona hela yake imeenda bure. Lakini Mary kwa nini anamchukia madam, anataka aende jela? Mbona madam ni rafiki yake? Mbona tujaonyesha ubaya ambao ameifanywa na madam? Twende taratibu, tutajua tu. Leo asubuhi kabisa madam anaenda kazini, mshikaji anamfutia gari lake vizuri, Sam limetakata kabisa. Madam anasema asante. Sam anasema lakini umependeza sana. Wewe ni mrembo. Nimependeza? Umesemaje? Ya, nimesema umependeza madam. Oh. Okay, basi mimi naenda kazini. Maana kupendeza ni jukumu la kawaida kwa kila mtu ambaye anaenda kazini asubuhi. Hivi, kwa nini usiseme asante kwa watu ambao wanaweka jitihada kidogo? Unasemaje? Ndio. Wala unashukuru kwa watu ambao wanaweka jitihada. Asante Sam. Asante sana. Madam anaondoka, Sam akasema asante Ana. Kwa mara ya kwanza tunajua kumbe madam anaitwa Ana Aha. Hii ni sehemu ya pili ya movie yetu ya Boss and the Manager. Kitu gani kitafuata katika sehemu ya 3? Je, atafanikiwa kutoboa miezi 6 madam bila kufukuza mfanyakazi yeyote kwamba ataikwepa jela? Ama atajichanganya, atakuja kumfukuza mfanyakazi humu ndani na atakwenda jela hiyo miaka 30? Na kwa nini Mary anamchukia sana madam kiasi kwamba anataka madam aende jela? Yuko tayari paka kutoa naira milioni 10, ni zaidi ya milioni 17 ya Kitanzania, kumuonga mlinzi ili mradi tu asababishe madam kwenda jela. Kuna nini hapa katikati? Mimi naitwa Seda wanangu, 0748226222. Sehemu ya 3 inafika hapa soon. Gusa alama kengele baada ya kusubscribe. Ciao.